Basi wananchi wa Ithanga hamjambo, Gatanga hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani watu wa Gatanga na watu wa Ithanga. Basi kwanza mimi nimefurahi sana kufika hapa Ithanga siku ya leo. Nataka niwashukuru pia kwa sababu nilikuja hapa nikaomba kura yenu, mkanipatia, mkaongeza maombi, Mungu akatupatia ushindi. Na mimi nimefurahi sana kufika hapa leo. Na leo nimekuja hapa Gatanga kwa shughuli ya mambo ya maendeleo. Nilikuja tangu jana. Nimelala na huku kwenu. Tena leo nitalala na huku kwenu. Kwa sababu si tulikubaliana tukimalizana na uchaguzi tunaendelea na kazi? Ama tulikubaliana namna gani? Si niliwaambia kitendawili haitaanza? Kazi ndio itaendelea. Ndio hii tumekujia. Nakumbuka nilisimama hapa na nikawaambia mpango ya hii maji. Leo mimi nimefurahi ya kwamba leo tumefikisha maji ambayo itasaidia watu wa hii lower side ya Gatanga, ambayo itaenda pia mpaka itasaidia kwa mapenzi ya Mungu watu wa pale Masinga, na vile vile watu wa upande hiyo, watu wa Yata. Hii maji ni ya muhimu kwa sababu ya mambo mawili. Tunataka hii maji iwafikishie nyumbani maji ya kukunywa, na vile vile ya muhimu tena iwapatie maji ya kufanya irrigation. Kwa sababu sehemu hii ni sehemu za zingine inakuwa na ukame. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaambie watu wa Ithanga na watu kienda mbele, lazima tushughulike tuondoe njaa katika taifa letu. Na kuondoa njaa lazima tuwasaidie wakulima wetu watuzalishie chakula zaidi. Si ni kweli? Na kutusaidia wakulima kutuzalishia chakula zaidi, mambo matatu ni ya muhimu. Ya kwanza, kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya mbegu, tunapunguza gharama ya mbolea. Mbegu tumepunguza, mbolea mnajua ilikuwa shilingi 7,000, sasa tumepunguza imekuja shilingi 2,500. Na mimi nataka nimweleze rafiki yangu hapa bwana Kang'ata ya kwamba hiyo mbolea ambayo sasa tumepunguza gharama yake, tunataka sasa tushirikiane na wewe ili hiyo mbolea ipatikane hapa Ithanga. Wananchi wasiende mahali mrefu, wasiende mahali mbali kwenda kutafuta hiyo mbolea. Nyinyi mnanielewa? Ya pili, ni muhimu tuongeze eneo ambayo tunatumia kilimo ya irrigation. Na ndio sababu mimi nimekuja kwa hii mambo ya maji ya Ithanga, ndio tukubaliane na nyinyi. Jameni, vile hii maji imefika hapa, mimi nataka hata nyinyi watu wa Ithanga munisaidie. Mtanisaidia jameni? Nataka munisaidie hii maji tuzalishie chakula. Si ndio? Kwa sababu tukiongeza eneo ya ardhi ambayo tunatumia kuzalisha chakula kupitia kwa irrigation, ndio tutaondoa kisirani na aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Jambo la tatu, tumesema tutaongeza mambo ya mechanization na vile vile tutaweka pesa katika Agricultural Finance Corporation ili wakulima waweze kupata mahali wanaweza kukopa pesa kwa interest ya chini, waweze kutuzalishia chakula, ndio tufukuze njaa kabisa katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu ya kwamba sasa Kenya tunatumia karibu bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nchi zingine. Mnataka tuendelee kuagiza chakula kutoka nchi zingine? Si tuzalishe chakula hapa Kenya? Ndio nimesema badala ya sisi kutumia pesa yetu kununua mahindi, kununua ngano, kununua mchele, kununua sijui nini kutoka nchi zingine, hiyo pesa tuweke katika kuzalisha kilimo Kenya. Tuwasaidie wakulima wetu, tuwapatie maji ya irrigation vile tunafanya hapa. Tuwapatie mambo ya mbolea na mbegu, na tuhakikisha kwamba mko na pesa ya kuendesha kilimo, ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Hiyo bilioni 500 badala ya kulipa wakulima wa sehemu zingine, tulipe wakulima wa Kenya watuzalishie chakula, tuondoe njaa na Kenya isonge mbele. Watu wa Ithanga tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee namna hiyo? Si tuzalishe chakula hapa nyumbani?
Ndio nilikuwa nawaambia wale jamaa wengine wale wa mambo mingi, walikuwa wanabeba sufuria wanaweka kwa kichwa ati ndio bei ya unga ishuke chini. Hata kama wewe ni wazimu kiasi gani, ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga ndio itashuka? Si mpaka watu waende mashambani, mpaka tulime, tuzalishe chakula, tuweke irrigation, ndio chakula tupunguze bei, ama namna gani? So mimi nawauliza jameni, tushirikiane barabara hiyo, kwa sababu ndio njia ambayo itatusaidia kama wananchi wa Kenya. Ndio mimi nimekuja hapa. Watu wa Ithanga, jameni, mkipata hii maji, mtanisaidia kuzalisha chakula kabisa, na sio ya bure. Mnazalisha chakula, sisi tunanunua si ndio? Na vile vile nimesema mkizalisha hiyo chakula, hatutaki tena hiyo chakula iharibike. Tunataka pia tuwe na soko, mahali ambapo iko cold room, mahali mkileta chakula inapata mahali ya kuweka kwa store vizuri. Hiyo chakula ambayo mmetumia nguvu nyingi na mmetumia pesa zenu kuzalisha isipotee tena. Na ndio sababu hiyo nimekubaliana na mjumbe wenu huyu, na nimekubaliana na yeye tunajenga soko mbili ya kwanza hapa Gatanga. Tumeweka milioni 100 ya kujenga hizo soko mbili, na tukipanga vizuri hata hapa Ithanga, wewe mheshimiwa, tupange tuweke soko ingine hapa Ithanga, ndio watu wa hapa vile vile. Nyinyi mnanielewa? Si mnazalisha chakula hapa? Sasa tutawapangia soko mzuri ambaye tutaweka hapa. Wapi ile mtu yangu ya mkono hapo, apange hii kazi ya hapa soko. Wewe kwanza ndio utakuwa mtu yangu ya mkono leo, wewe mheshimiwa wakili, si ndio? Huyu sasa utaandamana na mimi ndio nipange mambo ya soko ya watu wa Ithanga. Tumekubaliana? Ndio tuhakikishe ya kwamba vile nimekubaliana na governor wenu, tunajenga County Aggregation and Industrial Park, mahali tuta aggregate ile chakula yenu yote na tuweke hapo processing na tuweke hapo value addition, ndio tuweze kupata chakula ya kukula hapa nyumbani. Ile ingine tu process, tu value add, tuuze kwa wananchi wengine Kenya, na tukipata soko ya nje pia tuuze katika masoko mengine katika nchi ya Kenya. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi nimekuja hapa na nimefurahi ya kwamba bado tuko na mpango kubwa ambaye itatusaidia sisi wote. Nimeona hapa tuko na community health promoters, si ndio? Tumekubaliana na huyu governor wenu ya kwamba mambo ya matibabu, vile nilisimama hapa niliwaambia tunabadilisha mambo ya matibabu, ndio watu wawache kuuza shamba yao kulipa pesa ya hospitali, watu wawache kuuza ardhi, wauze ng'ombe, wasifanye mambo hiyo ingine yote. Tunataka tuwe na mpango maalum ambayo mambo ya matibabu hospitalini, serikali iwe na mpango ambayo itahakikisha hakuna mwananchi tena atauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na sababu hiyo tumebadilisha sheria ya Kenya ya matibabu. Sasa tuko na sheria 4 mpya. Hata saa hizi public participation inaendelea ya vile hiyo sheria itatumika kuanzia tarehe 1 mwezi ujao, kwa mapenzi ya Mungu, ndio tuweze kupunguza gharama ya matibabu. Tulisema mambo 3 ya muhimu, ama ni 4 ya muhimu. Ya kwanza, tuwe na hawa community health promoters kila kijiji na hawa community health promoters. Tuko na wao 2,000 hapa Murang'a. Mimi nimetoa equipment, huyu ndugu yangu Kang'ata amepanga hawa ku identify. Tumepatia hawa equipment, wako na equipment ya kupima mambo ya sukari, wanaweza kukupima mambo ya pressure, wanaweza kukupima mambo ingine, wakuambie mambo yako iko namna hii, enda hospitali, fanya hivi, wacha kukula sukari mingi, wacha kukunywa maziwa mingi, usikule nyama, usifanye nini, ndio ukue na afya. Ama mnataka namna gani? Hawa watu wakikwambia maneno ufuate ile. Wakikwambia wachana na pombe, wachana na pombe. Usiwache maswali mingi, usema ni wache pombe kwa sababu gani? Sijui kama tunaelewana. Hawa community health promoters watakuwa katika kila kijiji. Ndio tuanze kushughulikia mambo ya matibabu pale kijijini. Hata kabla hujaenda hospitali, ujue hali yako ya afya pale kijijini. Unajua pale kijijini kuna mtu mgonjwa lakini hata hajui ni mgonjwa. Si namna hiyo? Na anakaa na ugonjwa ambaye ingetibiwa na shilingi 100,
mpaka inafika matibabu yake sasa inakuwa shilingi milioni 1 kwa sababu ya kutojua. So hawa community health promoters wakikuja kwenu, tafadhali ushirikiane na wao. Hawa ni officers wanatusaidia, na tumekubaliana na governor, yeye atalipa mshahara yao kidogo nusu, na mimi nitalipa yao tena nusu. Tumeelewana? Zamani walikuwa wanafanya kazi free, lakini sasa mambo ya free Kenya hii imepungua. Ama namna gani? So tumekubaliana ya kwamba tutawapatia marupurupu kidogo. Tumekubaliana. Ya pili, tumekubaliana vile vile katika hiyo sheria mpya, wale watu mnalipa shilingi 500 NHIF. Kama mapato yenu iko chini, tunataka kufanya assessment, ndio wale mapato yao iko chini tuwapunguzie kutoka 500 ikuje 300 kila mwezi, ndio watu wengi waweze kulipa. Jambo la tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba kuna wananchi wengine wako na mapato ya chini zaidi, hata hiyo 300 kila mwezi hawawezi kulipa. Si ni kweli? Sasa tumeamua kama serikali ya Kenya ya kwamba wale wananchi ambao hawana uwezo kabisa, serikali ya Kenya tutawalipia hawa ambao hawawezi kulipa bima ya NHIF, so that kila Mkenya awe na bima ya afya, aende hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Tumekubaliana jameni, watu wa Ithanga? Tumekubaliana? Hiyo ndio mpango tuko nayo. Ya tatu, tumekubaliana vile vile tupange ajira ya hawa vijana. Vijana mko? Vijana mko area? Mbona sikii sauti ya vijana hapa Ithanga? Mko area? Tumekubaliana namna hii, na nataka munisikize kwa makini, kwa sababu kama serikali tunatumia bilioni 600 kila mwaka kusomesha watoto wa Kenya. Hatuwezi kutumia bilioni 600 kusomesha watoto wa Kenya na hatuna mpango wakitoka pale shuleni watafanya kazi wapi. That will be irresponsible of us. We cannot spend 600 billion every year to educate our children, yet we don't have a plan for them. When they get out of school, what are they going to do? Na ndio sababu kwa mara ya kwanza sasa tuko na mpango mara 4 ya vile tunapanga ajira ya hawa vijana. Vijana mnanisikiza? Na kila mtu unajipanga na akili yako. Hakuna mtu atakuletea kitu mpaka nyumbani. Lazima utumie network. Uvurute aerial iende juu ndio ama namna gani? Si mnanisikia? Si mimi naongea kwa lugha mnaelewa? Tuko na mambo 4 tunafanya, na nyinyi vijana mjipange. Ya kwanza, tuko na program ya housing. Hiyo program ya housing hapa Murang'a, tuko na awamu ya kwanza ya kujenga nyumba 10,000 Murang'a. Tunahitaji hii Murang'a vijana karibu 25,000 wa kufanya hiyo kazi. Architect, quantity surveyor, engineer, plumber, mason, carpenter, mtu ya mkono, mtu ya kufanya kazi kwa kware, mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya simiti, mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya chuma, transporters na watu wengine wengi hapa katikati. Wewe mtu ya Ithanga jipange na kazi moja hiyo nimesema. Kama wewe uwezi ya architect, jaribu ya engineer. Kama uwezi ya engineer, tafuta ya mtu ya mkono. Kama uwezi hiyo, fanya ya carpenter. Kama uwezi hiyo, fanya ya plumber. Kama ama namna gani jameni? Si kila mtu ajipange na ila anaweza. Tunaelewana? Hiyo ndio mpango yetu ya kwanza. Mpango yetu katika serikali ya Kenya ni kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu tunataka vijana 1,300 wanafanya kazi katika program ya housing ambao saa hizi hawana kazi. Tayari as I talk to you, nikiongea na nyinyi hapa, tuko na vijana 1,130 tayari wanafanya katika program ya housing. Alafu unasikia kuna watu wengine hatu wanataka kusimamisha hiyo program. Hawa watu si ni wazimu? Yaani vijana 1,130 wanafanya kazi saa hii, tuwatoe kazini wakuje wahangaike barabarani, wakuje wamangamange kwa madukani? Sio ni kazi ya bure? So mimi nawauliza wabunge wako hapa leo, katika bunge iko sheria ya housing. Mimi nataka niombe wabunge wa Kenya waende wapitishe hiyo sheria ya housing ili tupange ajira ya hawa vijana waweze kuendelea na program ya housing, ndio Kenya iweze kusonga mbele, kwa sababu hiyo ndio mpinu nchi zingine zimetumia pale nyuma. Sisi tumechelewa kama Kenya, and we cannot continue to wait. This is a program that should have been there 30 years ago. We are 30 years behind time. Tunaelewana jameni? Ya pili,
Tumekubaliana pia na hao wabunge, na hao wabunge ni watu wazuri, wamenisaidia kubadilisha sheria kule bunge. Sasa tuko na sheria mpya ya CDF. Mimi nimeweka sahihi tayari, imekuwa sheria ya Kenya. Sasa huyu mjumbe wenu wakili, si namna hiyo? Sasa kila ward hapa, huyu mheshimiwa atajenga ICT hub in every ward. Mimi nitaweka kompyuta, mimi nitaweka mtandao, mimi nitaweka walimu wa kufundisha hawa jamaa. Kazi yenu hapa, kompyuta ikiwa pale, mtandao ikiwa tayari. Tumekubaliana na kampuni nyingi duniani, Google, kampuni ya Intel, kampuni zile zingine nyingi za kuhakikisha kwamba wako na digital jobs. Nyinyi vijana, kazi yenu, kwa sababu ni lazima, we must be deliberate and intentional vile tunapanga ajira ya hawa vijana. So nyinyi vijana, kazi yenu, vijana 200 300 kila ward, tunataka vijana wa kwenda kufanya digital jobs. Unafanya kazi hapa Idhanga, lakini unafanya kazi kampuni iko ng'ambo na unaweka pesa kwa mfuko. Nyinyi mtashindwa kujipanga hapo? Nyinyi mtashindwa kujipanga hapo? Ya tatu, tumekubaliana vile vile, tumekubaliana na kampuni zingine nyingi. Tumekubaliana na nchi ya Ujerumani, tumekubaliana na Ufaransa, tumekubaliana na Marekani. Mimi naenda huko hata mwezi ujao. Tumekubaliana ya kwamba watusaidie nafasi ya ajira ya vijana wa Kenya. Na tunataka vijana wa Kenya waende ng'ambo, wafanye kazi, watuletee pesa, tuendeshe taifa letu la Kenya. Nyinyi vijana wa hapa Idhanga mko tayari? Mimi nasikia ati watu ya upinzani wanasema ati nisipange vijana waende ng'ambo. Wanataka ati vijana wazurure hapa ati ndio waende kwa maandamano. Mimi naweza wewe, hata kama kichwa yako imeharibika, utawacha kwenda kufanya kazi ng'ambo ati uende kwa maandamano? Hiyo ni upuzi mingi sana, ama ni ujinga? Sijui kama tumekubaliana. Nipange ajira ya hawa vijana? Si nipange? Tupangane na hawa viongozi. Tupange hii ya housing, hawa vijana wafanye. Tupange hii ya digital jobs, hawa vijana wafanye. Tupange ile export of labor, hawa vijana wafanye. Ndio Kenya hii tuweke msingi dhabiti, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mwisho, mimi nataka nishukuru hawa viongozi wa MURANG'A. Niliketi chini na wao, wakiwemo hata na MCAs. Na huyu governor walikuja na MCAs, nikakubaliana na wao watupatie ardhi hapa Thika, hapa Del Monte. Na sasa hiyo ardhi tumeweka milioni 500 ya kwanza kujenga ile special economic zone. Hiyo special economic zone ya Thika tumesema ndio tutaweka program ya mambo ya medical na pharmaceutical industry, ambayo itatusaidia kuweka viwanda ya kutengeneza madawa. Ile madawa ambayo itatusaidia Kenya. Bado saa hizi tunaagiza madawa ya karibu bilioni 110 kutoka nchi zingine. Sasa tunataka kutengeneza hapa Kenya. Na hatutaki kutengeneza yetu peke yetu, tunataka kutengeneza ya Kenya na tutengeneze ya East Africa na tutengeneze tuuze kwa Waafrika wengine hapa duniani. Tuendelee na maana hii ama tusiendelee? So governor, mimi nataka nikushukuru. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo project, hata ni vile imechelewa kidogo, hiyo project tumeshapanga tayari ili tuanzishe the first earthworks na the first phase, ndio tuhakikisha kwamba hizo viwanda zinakuja hapo, vijana wenu wapate kazi, na pia tuweze kutengeneza viwanda ambayo itatupatia bidhaa ambazo kwa saa hizi tunaagiza kutoka nje. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Idhanga, mimi nataka niwaambie leo, mimi nimekuja pia kuwaambia ya kwamba awamu ya pili, hii maji bado haijafika kwa nyumba yenu. Si ndio? Kwani hamjui ati mimi najua? Kwani mnaona mimi mimi sina network? Mimi najua hii maji haijafika nyumbani, si ndio? Ndio nimekujia leo. Nilisema maji itafika hapa, lakini sasa mimi nataka niwaambie maji itafika nyumbani. Sasa awamu hiyo tumeanza hivi sasa. Tumeongea na watu wetu wa Ubelgiji. Najua watu wengine wananiuliza, wewe umeenda kufanya nini ng'ambo? Sasa nisipoenda kutafuta pesa ya kufanya hii kazi, nitapata wapi pesa ya kufanya hii kazi? Si lazima niendee hii pesa. Mimi nikikaa hapa kungeria tu kwa maduka hapa. Si Kenya hii itakwama? Ati tucheze rege hapa, wale walituambia ati tucheze rege.
Tukicheza rege hapa si kama Kenya itakwama? Si mnaona tulicheza rege mpaka Magadeni karibu ituzamishe. Ama namna gani? So hiyo pesa sasa tumepata ya kuendesha hii mradi yenu. Na tumesema hii mradi tunataka ifikie watu 1,100 katika sehemu hii ya Gatanga. Na vile vile nimekubali ya kwamba tusaidie pia ndugu zetu wa Masinga na ndugu zetu wa Yata waweze kupata sehemu ya hii maji. Tutafanya expansion ya storage ndio pia na wao waweze kupata maji, kwa sababu tunataka kuendelea katika hali ambayo hakuna watu wanawachwa nyuma. We want to move together. Tumekubaliana ndugu zangu? So hiyo awamu ya pili ndio nimekuja kuanzia kabla ya tarehe ngapi? Wewe wapi waziri? Hii program itaisha lini? August, umeniambia August. Mimi August nitarudi hapa. Na nikirudi hapa nitakuja kuuliza hao watu kama maji imefika nyumbani. Si ndio? Mnajua August ni tarehe ngapi? Ni mwezi gani? Mwezi wa 8. Wacha nikupatia allowance ya mwezi moja, ikuwe mwezi wa 9. Ndio usifanye makosa. Sitaki nikuja hapa niulizane maswali na wananchi. Si namna hiyo? Sasa mwezi wa 9 hii maji iwe imefika nyumbani. Na nyinyi pia sio maji tunaleta ati maji ya kuja kuoga tu ndio mkoe wasafi. Tunataka pia maji mtumie, msalishe chakula ndio tufukuze njaa. Allah, ama namna gani? Si namna hiyo? Tumekubaliana watu wa Ithanga? Tumekubaliana ya kwamba nitalete maji na nyinyi mtasaidia kusalisha chakula ndio tupeleke Kenya mbele. Hebu ni wale wanasema tumekubaliana. Bas. Acha niwachie hapo, bado niko na kazi nyingine. Naenda kazi sasa huko Kandara ya kuanzisha program ya housing. Alafu nitaenda kazi nyingine kule Maragwa, alafu niko na kazi nyingine kule tena Odhaya, kwa sababu hii kazi mlinipatia iko na kazi mingi. Lakini mimi nafanya na bidii. Si namna hiyo? Si ndio? Na mimi nitakuja hapa mpaka mchoke na mimi. Nitakuwa hapa kila siku. Na mimi naona siku hiyo nyingine nikikuja nakuja kulala Ithanga hii. Ama naweza kukosa mahali ya kulala hapa? Naweza kukosa mahali ya kulala? So, mjipange. Next time nikikuja nitakuja na blanketi. Na mtaniambia mahali mimi nitalala. Si ndio? Kwa hivyo mjipange mapema. So,